Mimi niko tayari, sina shida. Yeah. Asante sana. Sawa. Wanamelemeta, hao watu wa Mungu. Wanamelemeta, hao watu wa Mungu. Wanawaka waka, hao watu wa Mungu. Wanawaka waka, hao watu wa Mungu. Heri na baraka za Mungu tunawatakia heri. Ndugu na jamaa tumekusanyika, wazazi wa pande mbili tumekusanyika, kuwatakieni baraka za Mungu. Ndugu na jamaa, mimi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kama msajili wa ndoa, natamka na ninatangaza rasmi kwamba hawa ni mume na mke katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi aliyowaunganisha Mungu kamwe mwanadamu asiwatenganishe. Hatimaye ni leo, ni siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Siti haikuwa rahisi tufike my baby leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya funua kulingana jaba na kulingana jaba awe flash.
wenyewe? Ndio. Yaani mtoto kaumbika. Sasa mwanamke kwa kawaida toka mwanzo ni kushoto, mwanaume kuume. Karibu madhabahuni. Mheshimiwa, kabla hamjapata nafasi ya kukaa chini, nimeomba utumishi wa Mungu toka pale mapato aweze kumshukuru Mungu. Sijajua mmeishi kwenye ndoa yenu miaka mingapi. Lakini ninyi wenyewe mnajua. Hapa sasa mnajua jinsi ambavyo mmeendelea kuishi na nini sasa kinachotakiwa kuendelea kutendeka. Mkaona vyema ngoja tulinew sasa ndoa yetu. Mmefanya vizuri sana. Ulipokuwa unafika pale mlangoni uliposema ni huyu, mimi nilisema kwamba huyu jamaa kilichomfanya aone moja kwa moja ni huyu ni nini? Maana huyu hakuwa hivi. Hata pale nilipokuita ukaja Makatani hakuwa hivi. Sasa ulifahamuje? Kumbe inaonekana kulingana kuishi naye muda mrefu. Unajua mtu hata kama akajichubua sana. Jamani, macho anajichubuaga. Kwenye macho si kuna baki hivi. Huyu jamaa alipeleka akaangalia kwenye macho akaona ni huyu. Akaona ni huyu. Sasa mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana ndugu yangu kwa jinsi ambavyo umechukua hatua hizi. Hizi hatua si wengi wanaochukua. Wengi kwenye ndoa zao kumejaa migogoro na matatizo. Mama akisema tubariki ndoa, baba anakataa. Baba akisema tubariki ndoa, mama anakataa. Kwa nini anakataa? Maisha wanayoishi wanaona si maisha ya kuendelea kuishi kiasi cha kufia pale. Anaona pale anapoishi ni kama anajaribu tu, anaendelea kujaribu tu. Lakini hao wameona kwamba hapa sasa tumeshafika. Mungu atusaidie sana. Si kwamba hawana changamoto.
Ndugu zangu, hakuna ndoa ambayo itakayesema kwamba sisi hatuna changamoto. Sijui ukaoe mbinguni, labda huku ukienda kuoa kama malaika, labda pengine, lakini hata kule mbinguni tunaona kuna kulitibuka siku moja, si mnakumbuka? Kulitibuka, na kwa sababu kulitibuka mbinguni ndio tunaambiwa kwamba jamaa akafukuzwa kule. Sasa hata duniani ndugu zangu, ni sisi tunavyoishi na hawa. Wewe kama una mke, wewe kama una mume, lazima ufahamu ya kwamba matatizo kwenye ndoa ni sehemu ya shule ya kujifunza na kuvuka salama. Amen. Kuna mti mmoja unasifiwa kwa sifa ya kuto kukatika. Kuna mti mmoja unasifiwa kwa sifa ya kuto kufanya nini? Asante sana. Sasa kwa nini una sifa hiyo? Mzee nitakusumbua hapa. Huo mti weka tu. Huo mti una sifa ya kuto kukatika, hata kama upepo unavuma sana, ule mti huwa haukatikaki. Kwa nini haukatiki? Yaani ule mti una asili hivi. Ukiona upepo unavuma unaenda hivi, na wenyewe unalala mapema. Unaona? Ukilala mapema upepo unapita juu. Wenyewe sasa upepo ukiisha unaamka unasimama tena. Ukiona upepo unavuma unaenda huko, basi unalala tena kwenda huko. Unapoisha upepo unaamka unakaa. Ule mti haukatikaki. Mungu atusaidie sana. Sasa kwa nini nasema hivi? Kama ndoa hii ingekuwa kama si ule mti, ingekuwa imekatika. Ngoja nikwambie hivi. Siku ya kugombana kwenye ndoa ndio upepo mkali, si ndio hivi? Tunapokuja kugombana kwenye, jamani, mimi sio padre. Padre haoi. Mimi ni mchungaji. Sifa ya mchungaji, kwanza anaanza kuchunga nyumba yake. Nina mke, nina watoto. Amen. Mwingine huyo hapa naye niangalia hapa. Nina watoto wengi tu. Nikikutamkia mpaka utashangaa. Wewe unaanza kuzuia watoto watatu tu, unaanza mara mpango nini? Alafu inashangaza. Wewe mwenyewe ni mtoto wa 10. Wewe unazuia watoto 4. Mama yako angelikuzuia wewe, je, wewe ungefika? Na hiyo nao ujifunze, sawa? Sasa ule mti niliokuambia unaitwa mwanzi. Mwanzi haukatikagi na upepo. Kwa sababu gani? Kila upepo kivuma unalala na kuamka. Ndoa ndugu zanguni lazima ina shida. Daudi, ni kweli si kweli? Wakati mwingine ndoa inaleta shida. Wakati mwingine ndoa ndugu zanguni inakatisha tamaa. Wakati mwingine ndoa ndugu zanguni inafika mahali. Kuna wengine, mimi nasemaga, sijui nikisema wataalamu mtakuwa, ngoja niseme wataalamu ili wajisikie. Maana nikisema wajinga nitakuwa nimesema kama nimewadharau hivi. Wataalamu inatokea wataalamu wanakwenda mpaka kujinyonga. Wataalamu wanakwenda mpaka kujinyonga kisa ndoa. Ndoa zimesababisha wengi kujinyonga. Kumbe ndugu zanguni, kinachotakikana ni mtu kujua nyakati na majira. Tujue nyakati na. Ndio maana kama joto likizidi tunatoa koti, tunabaki na fulana. Ni kweli si kweli? Kama baridi kizidi tunavaa nini? Kwa nini tunavaa koti? Kuzuia nini? Sasa haya ni mapito ambayo unatakiwa kukubaliana nayo. Haya ni mapito ambayo ukikubaliana nayo sasa utaishi bila shida. Utaishi mahali pa joto, utaishi mahali pa baridi. Sawa na ndoa. Naitwa nani wewe? Salius. Ndoa bwana ni lazima itakutana na mapito. Ndugu zanguni, nilipokuwa Sumbawanga niliwaambia
hivi, unajua Mungu ni wa ajabu sana. Nilikuwa naangalia uumbaji wa Mungu, nikashangaa kuona maeneo mengine ameumba mawe, maeneo mengine milima, maeneo mengine mabonde, maeneo mengine kuna mito, maeneo ni jangwa. Sasa nikawa ninafikiri, hivi kati ya hivi vyote alivyoviumba Mungu, kisicho na faida ni kipi? Akili yako hebu ifikiri. Mawe yana faida, yana faida? Yana faida. Yana faida. Milima ina faida, ina faida? Ina faida. Sasa kama una akili, nataka nikupeleke mahali ufahamu kwamba hivi hata migogoro ina faida. Sawa jamani? Hata migogoro kwenye ndoa na yenyewe ina faida. Wanaotumia umeme wanajua ili umeme uwake unatakiwa vikutane asi na nini? Visivyokutana. Kuna faida, kuna faida. Kuna faida. Lakini asi yenyewe na chanya yenyewe si vinagombana. Kule kugombana ndo kuna ng'anini moto. Sasa kama utakataa kwenye ndoa hakuna matatizo, wewe ni mtu ambaye huna akili, hujui. Salvius, kesho tukisikia mmegombana, unajua shida si kugombana, shida baada ya kugombana kinaendelea nini? Sawa jamani? Shida si kugombana. Jamani, hata hapa mimi naweza nikapita tu hapa nikamkanyaga huyu jamaa. Nikimkanyaga huyu jamaa naweza kainuka. Sasa shida si kule kumkanyaga, ile sasa buruburu ndo bwana samani bwana. Samani, sikupanga iwe hivi. Sikupanga iwe hivi. Naomba unisamehe. Tatizo limeisha lijaisha. Sasa nipenda kusema hivi, Salvius, sisi tuna uhakika wewe sasa ni baba na huyu ni mama. Na kwa sababu wewe ni baba na huyu ni mama, tunapobariki ndoa hii usifikiri kwamba hakutakuwa na tatizo kwa sababu nilishabarikiwa. Hapana. Hapana mzee. Unaweza kuona kamgogoro kingine tena kakao kakubwa kuliko sasa hata pale tulipokuwa tujatabarishi. Unajua nilikuwa nafikiri hivi, jamani, mawe ukipita kwenye lami kunapendeza kupendezi? Lakini kilichowekwa pale ni nini? Unaonaje, ana faida, yana faida? Sasa niseme hivi, Mungu ameweka vyote kwa kusudi maalumu. Hajaweka kimoja kwa bahati mbaya, hapana, ameweka vyote kwa kusudi maalumu, na vingine vinakuwa tu kama kipimo chako kukupima wewe. Je, unaufahamu? Unaweza ukavumilia? Unaweza ukashinda? Mwogope sana kwenye ndoa mtu anayezungumzia neko nyumba ngavi ngome kimundo. Mwogope sana mtu wa tabia hiyo. Mwogope sana. Kwa sababu hawezi akashinda majaribu ya ndoa. Kila atakapoinuka majaribu ya ndoa, yeye anachowaza kunyumba ngazi reja asikomi. Inuwa kakome uijendagavi. Sasa nikuombe Salvius, hapa ninapoongea ninajua ndoa yako ndoa sasa inakamilika. Na kwa sababu inakamilika, hapa sasa tunathibitisha ya kwamba huyo Mariamu ni mke halali ambaye Bwana umemchagua na Mungu wa mbinguni amekupa. Sasa tunapoweka mikono juu yako ni moja kwa moja mzee, ni kifo tu. Tutakachokiruhusu kifanye nini? Na hicho sio sisi wana, ni Mungu. Usije ukasema mchungaji anataka kukiruhusu kesho nini? Ni Mungu bwana. Mimi sitaki nichelewe sana. Sioni sababu ya kuchelewa sana. Ndugu zangu, ni ndoa hii si kwamba labda imeanzia leo. Kwa mjibu wa sheria za nchi yetu, huwa ndoa tunatangaza siku ngapi?
21. Na kwa sababu hiyo sasa ndoa hii imeshavuka siku zile 21. Tumetangaza mpaka sasa tumeshavuka kwenye siku 21. Haya bwana, mpe maiki. Wewe jisemee mwenyewe. Sema mimi niko tayari, sina shida. Mimi niko tayari, sina shida. Asante sana. Asante sana. Mariamu. Na mimi niko tayari, sina shida. Sawa. Amen. Hapo na mimi nimekubali.